Mdogo wangu, nimekuita hapa. Moyoni mwangu nimebeba zima zito sana. Juzi kati nilikuwa nimeweka hela ndani. Kati ya 40 ama 30. Lakini kuja zile hela sikuziona. Na moyo wangu fika ulikuwa umefikiria mchukua wewe. Nilikuwa nimefikiria kitu ambacho kipo kwa sababu jana wakati nipo dukani watu wanazungumza kuwa kuna upotevu wa hela hapa kijijini. Na nikashuhudia mwenyewe kwa macho yangu. Mbele yangu mtu anatoa hela anataka kumpa dukani, hela imepotea. Ina maana ile swala limeshakuwa changamoto hapa kijijini. Upotevu wa hela ni kitu kimeshakuwa kitu cha kawaida. Kwa mimi kama dada yako nimekuita hapa, naomba samahani kwa kitu ambacho nimekufikiria ambacho hujakifanya. Sawa dada. Sawa. Usijali. Kwa sababu ni mimi tu na wewe ambao tunaishi huko ndani. Kwa hiyo wewe swala la kunizania mimi kwamba nimechukua pesa au swala la wewe kupotea hela mundani, hakuna mtu mwingine utakayemfikiria zaidi yangu mimi. Hilo sawa, halina shida. Lakini hili swala mbona limekuwa sasa hivi ni changamoto hapa kijijini? Hili swala limekuwaje hili dada? Ni kweli mdogo wangu. Na hili lishakuwa janga katika kijiji hiki. Wewe kama mtoto wa kiume wa kijiji hiki, unapaswa kuungana na watoto wa kiume wenzio kutatua tatizo hili. Maana limeshakuwa gumzo. Nyinyi ndio tunaokutegemeeni kujua tatizo hili mnalitatuaje. La si hivyo tutateseka sana wana kijiji. Lakini dada, mimi ni mdogo, wewe ni mkubwa. Ili swala la kupotea pesa hapa kijijini lilishawahi kutokea hiyo miaka ya nyuma au ndo kwanza limeanza kutokea? Mdogo wangu, tokea kuzaliwa kwangu sijawahi kuliona wala kusikia. Na ndo kwanza sasa hivi. Sasa kama halijawahi kutokea, tutaanzia wapi na tutamalizia wapi? Sawa. Mimi nakuelewa, lakini ukikutana na vijana wenzio na wakubwa, mtajua mnaanzia wapi, mnatokea wapi. Sawa, dada, mimi nakuelewa. Nitajaribu kuwatafuta rafiki zangu. Oi baba. Vipi baba? Kama kawa nabii. Swali. Shokali. Shokali, nabii. Ile baba kide nene. Karibu kaka. Haya, asante. Vipi baba? Asante za kwako. Poa. Haya, mimi ngoja niwaache. Ongeza ile bwana. Vipi ndugu yangu? Kama kawaida nabii. Umetulia? Naye baba. Vipi, nimekuweka sana? Hamna, nilikuwa napiga story na sister hapa sasa. Nishamaliza fresh. Nilikuwa namalizia kazi zangu kidogo. Nikasema hapa nafanya kazi hai ili nikuwahi ndugu yangu. Na mimi huko ninakotoka nikajua nimekuweka sana. Unajua kijijini hapa bwana sasa hivi kushaingia mambo ya session. Vitu havieleweki ovyo. Mizunguko unajua hapa kijijini sasa hivi mambo yashakuwa mengi. Wewe mwenyewe unajua. Sasa nikasema nikuwahi hapa ili tutoke tukaanze kufanya mambo mengine. Sisi tu hapa uko fresh manake. Mimi niko fresh. Kwa hiyo tunaweza kuanza safari yetu. Tukisebenze usiku. Haina shida. Baridi. Poa, haina noma. Sasa sister, utatoa hivi viti bwana, sisi tunatembea mara moja. Poa. Bana vipi? Fresh vipi? Poa, mambo anasemaje? Kama kawa, mbona ile si wapi? Hamna kawaida. Bana vipi hapo? Fresh. Mbona kinyonge sana? Hamna kawaida tu. Au sio? Sema nini bro? Bana ili tukio la hapa kijijini hapa. Hizi taarifa ni za ukweli kabisa. Zipi hizo? Hizi za kupotea hela hapa kijijini? Ni za ukweli kabisa bro. Kwa hiyo linapotea. Nimeshuhudia mwenyewe kwa macho yangu Manikiche. Sija kusikia vizuri. Ama ni nini? Yaani unasema nimefanyaje? Ulichosikia ndicho kipo kama kilivyo. Kwa hiyo nataka uniambie kabisa umejihakikishia kwa hela ipotee. Hela zinapotea. Hela inapotea. Inapotea kwa macho yangu. Macho yangu nimeshuhudia. Kwa macho yangu mawili, si ndio? Ndio. Sasa nasema hivi. Sija kusikia vizuri. Unasemaje? Unasema pesa zinapotea. Vitu ndani umo vimejaa zaidi ya balaa. Tulia. Vipi? Unakumbuka? Vipi? Huyu ulimfuta kwa sababu ya upotaji wa pesa. Leo umekuja kumwambia kwamba pesa hazipotei. Kwa hiyo kanilipizia au? Unauliza jibu? Manikiche. Mimi silali na deni. Umenifuta, nimekufuta. Na kama unataka chochote, utanichanga. Pesa, mwaka. Wamenilipizia. Chetu kina balaa zaidi ya balaa.
vituko ndani umo vimejaa zaidi ya balaa.